Unaweza ukawa umekaa kanisani miaka mingi, unaomba, unatoa, unafunga, unafanya kila unachotakiwa kufanya, and you don't see the result. Nataka nikwambie kila ambacho umewahi kukifanya kwa Mungu sio bure. Unaweza usione matokeo leo, lakini nataka nikwambie chochote unachokifanya ni mbegu. Kuna kitu kinaota somewhere, kuna kitu kinatengenezeka somewhere. Siku moja nikaenda saluni, wakaniweka dawa, nitaka kulitaji. Wanawake wanajua kulitaji, wamenipaka ile dawa, nikawa sisikii chochote. Huwa wanategemea wakikupaka ile dawa, kianza kusikia kama unawashwa ama unaungua, ndio sasa wakuosha, wanaashumu tayari dawa imeshika. Lakini mimi nilikuwa sisikii chochote. Nimekaa na ile dawa kichwani nusu saa, sisikii maumivu, sisikii kuwashwa, sisikii kitu chochote. Yule dada aliyekuwa ananitengeneza akanifuata, akaniambia hebu tuchane tuangalie. Unaweza ukawa usikii maumivu lakini tayari imeshika. Kwa hiyo akaanza kunichana. Aliponichana akaniambia, Pastor, imeshika. Haujasikia chochote lakini dawa imeshika. Haujasikia maumivu lakini dawa imeshika. Kwa nini? Kwa sababu nywele tayari zimebadilika. Roho Mtakatifu akanisemesha hapo hapo, akaniambia kuna watu mnafanya vitu vya kiroho na husikii chochote, huoni chochote. Unaweza ukakata tamaa, ukasema mbona Mungu anijibu, mbona Mungu anitendei, mbona Mungu anisikii. Nataka nikwambie dawa inashika, dawa inashika. Ni swala la muda tu, utaona matokeo. You will see the effect of what you have been doing, na hujapoteza. Ni swala la muda tu, na ndio maana unahitaji nguvu ya ustahimilivu. Unahitaji moyo wa ushujaa, kwa sababu kuna vitu vingine kwenye maisha yako havitaondoka wakati wewe unataka viondoke, but God is at work. Unahitaji moyo wa ushujaa na moyo wa ustahimilivu. Kwa nini? Kwa sababu duniani tunayo dhiki. Yesu anazungumza kwenye Yohana 16 mstari wa 33, anasema nimewaambia mambo haya ili mpate kuwa na amani mkiwa ndani yangu. Ulimwenguni mnayo dhiki, lakini jipeni moyo, kwa maana mimi nimeushinda ulimwengu. Hata Yesu mwenyewe ana acknowledge kwamba tunaishi kwenye dunia ambayo ina dhiki. Sasa lazima uwe na moyo wa ushujaa, lazima uwe na moyo wa ustahimilivu, ili uweze kustahimili dhiki na changamoto mbalimbali ambazo zinatujia kwenye maisha yetu.